Hi viewers, welcome to the second episode of the Ekaterina show. And at this time, allow me to congratulate you and to thank you for how you took us through the first episode. You really supported us. You subscribed, you shared, you viewed, you liked. And we know that even going forward, you are going to be with us because there is more waiting for us and you, our viewers, on this show, whereby you are going to be encouraged, you are going to be enlightened, and you are going to be empowered on issues that we encounter in this life. And in this particular show, we are dealing with loss and grief. And that's why we are here with yet another episode. And I know you are going to be encouraged. In today's show, we have our guest, somebody you know. She's going to introduce herself, and she's one and the only Mrs. the late Mwalimu Stano. I know you knew Mwalimu Stano. He passed on around 6 months ago, and that's why we are here with his wife for her to share with us her journey with loss and grief, where she is now, and maybe where she is intending to go. So welcome our beautiful guest. Introduce yourself to the viewers so that we can get to know you as we continue. Hi viewers, naitwa Rose Wanja wa the late Mwalimu Stano. I'm happy to be here. Thank you, Catherine. Yeah. Rose, thank you. Lakini hatuja kujua vizuri, tumekujua tu jina na your late husband. Mlikuwa na watoto? Yeah, tulikuwa na 2 daughters. Mmoja amefanya KCP this year na mwingine anaenda grade 1 next year. Yeah. And maybe by the look of maybe how I can see you with my eyes, I can see you're strong. Na najua Mungu ameendelea kukusaidia. Lakini kabla tufike hapo kwa loss, maybe unaweza tuelezea kwanza tujue how vile maisha ilianza, ukapata kijana si kijana mrembo. Vijana wanakuanga handsome. Kijana handsome, nilikuwa natafuta nini ya Kiswahili. Kapata kijana handsome, naye kijana handsome akapata beautiful girl. Mkapendana mpaka mkafika mahali kwa kutengeneza familia. Unaweza tuelezea ako kasafari vile kalikuwa? Benye tulipatana na yeye. Okay. Ilikuwa 2006 hapo. My friend akani-invite kwa church yao. Inaitwa Restoration Victory Center, iko Banana. So mi nikaenda hiyo church, nikasoma hiyo Sunday. So after that, Mwalimu Stano akaanza kunifuata, akaanza kutembea home. Tukaendelea hivyo in friendship. Na on 2008, December 20th, ndio tulifanya harusi na yeye. Harusi ya kanisa? Yeah. Na tumekuwa sawa. My marriage was good. Tulikuwa tunaweza kutatua challenges. Lazima tupate challenges. Na tumekuwa sawa. So Rose, ilikuwa aje kukuwa bibi ya celeb, kwa sababu ulikuwa na chance ya kupata hiyo experience? Okay. Mwalimu Stano alikuja kujulika after 8 years in our marriage. So hakuwa anajulikana. Alikuwa anatengeneza comedies, lakini alikuwa anazicheza kwa nyumba. So siku moja ndio alienda kwa KBC, Soro FM. Akaenda interview na akapita. Sasa ndio alianza kujulikana wakati
comedy zake zilianza kuchezwa huko kwa solo. Sasa nilijikuta hivyo nikiwa wife wa celeb. Hiyo experience ilikuwa aje? Unajua yeye akiwa kazini na watu wanamjua na wewe watu wengine wanakujua this other side. How was the experience? Unajua sisi ni kuona tunaonanga tu ma celeb, sisi hatujui vile familia yao huwa inaendelea na maisha. Maisha inakuanga tu kawaida. Lakini uzuri Mwalimu Stano hakuwa anatupost. Hakuwa anataka hiyo. So nilikuwa tu, si watu wengi walikuwa wananijua. Wengine wananijua lakini si wengi wananijua. Juu hakuwa anatupost. Wenye walikuwa wanakujua ni wenye walikuwa wanakujua personally, si wenye walikuwa wanakujua kwa sababu Mwalimu Stano amewaintroduce kwa watu. So how was the feeling? Very nice. Mpaka na aliendelea hivyo mpaka the last minute. Hakuna wakati ati alikuwa ameacha. Sasa Rose, unaweza advise mtu aje ama mama mwenye yako young in marriage kama vile ulikuwa kabla Mwalimu Stano ainuke? Lazima mlikuwa mnapitia some challenges na ukavumilia mpaka mahali Mungu alikuja akawainua. Unaweza encourage aje mama mwenye yako kwa doa sahi na anasikia kama ako chini, hali ya maisha imemfinya? Unaweza mu-encourage aje? Catherine, hizo masiku zetu tulikuwa na patient. Lakini siku hizi siku zenu ni gani? Siku hizi girls hawawezi wanataka mtu ako na do. Lakini tunawajua wanashindwa kuvumilia kama sisi vile tulivumilia. Lakini unaweza wa encourage aje? To be patient na kuombea partner wako. Siku moja tu atakuja kuinuka. Na unamsaidia. Si ati wewe unakaa kwa nyumba, mnasaidiana. Na kumpea moral support. Ndio hata akitoka anajua kuna mtu ananiombea, kuna mtu hata nikirudi bila kitu atanichukua tu vile niko. Tujue vile tutaanza kesho. Ni vizuri hivyo. Na kusapotiana. So Rose, tukiwa tu hapo, kuna huyu mgeni ambaye huwa anakuja kwetu at some point in life na alikuja kwenu huo wakati. Mimi personally nilikuwa fan wa Mwalimu Stano, lakini hakuna wakati nilikuwa nimesikia ati ni mgonjwa. Niliamka tu siku moja nikaona all over the social media watu wakiandika rest in peace Mwalimu Stano. Kifo kilipiga hodi kwenu aje? How did it come about? Mwalimu Stano alikuwa na pressure kidogo. Haikuwa inamsumbua. Ilikuwa tu sawa, hata hakuwa na meza dawa. Alikuwa na meza dawa ikikuwa juu. Lakini ilikuwa sawa. So wakati his mom alipass, alipatwa na stress mingi sana. Hakuamini, alikuwa in denial. Hakuamini mama yake alikufa. Cause ilikuwa kifo sudden. Ilikuwa lini? Mwaka gani? Hii mwaka tu. 2 months. Waliachana na 2 months na mama yao. Na mama yake. So wakati mama yake alikufa, pressure yake ikaanza kukua juu. Na akakataa tu kumeza madawa. Sijui alikuwa anafikiria nini. Sijui kama alikuwa depressed. Sijui. Alikuwa anaenda hospitali? Alikuwa anaenda. Alikuwa anaenda hospitali, anapimwa, anaambiwa ameze dawa. Sometimes anameza, saa zingine anakataa. Lakini ikakuja time akakataa kabisa. Akasema hata zimeza tena. So hapo ndio pressure yake ilikuja juu sana. Mpaka akakufa. I'm sorry about that, Rose, but miezi miwili after kupitia hiyo hali ya kufiwa, mtu bado huwa anakuwa chini, na pia huwezi hata elezea uko kwa stage gani in grief, kwa sababu hizo stages huwa zina alternate.
unaweza kuwa una deny, unaweza kuwa in depression at the same time, unaweza kuwa una feel guilty as if uliachilia huyo mtu. Unakuanga tu hapa ukinegotiate na vile maisha inaendelea. Saa zingine hata death haikuangi umekuja in terms with the reality that it is real, that mwenye alikufa alienda. Na ndio maana hii show iko hapa, ndio saa ile mtu anajisikia kama hajielewi, kama ako chini, hata wenye wanakaa na wenye wamefiwa, saa zingine hawezi waelewa ni nini wanapitia. Ni vizuri wanawasaidia kupata usaidizi ya kujielewa, kwa sababu we have experiences ya watu hata wamejiua kwa sababu wamefika mahali wameshindwa kuendelea, lakini wangekuwa na hiyo nafasi ya kujiongea, wangepata usaidizi na wasifike hapo kwa kujiua ama hata kufanya kitu baya, kwa sababu it is usually different to different people, kwa sababu we cope differently. Na ndio maana ni vizuri hata ukiona kama mtu analia kwa muda mrefu usimlaumu, kwa sababu pia wewe inategemea na huyu mtu amekuacha, relationship yenu ilikuwa aje. Kwa hivyo kama ni labda mtu amefiwa na bwana yake na walikuwa very close, tuna expect labda among different na mwingine mwenye labda mwenye alikufa hawakuwa karibu ama hawakuwa close. Kwa hivyo hatufai kulaumu mtu ati amemon sana ama analia sana ama experience kama hiyo bwana yako alipitia. Ndio maana ni vizuri tukae tukiencourage watu ya kwamba kufiwa inakuanga ugonjwa lakini ina affect akili. Kwa hivyo tusilaumu mtu, lakini tumsaidie kutafuta usaidizi, na pia sisi tunampea ile support anahitaji, ndio asijirudie ashindwe kwa nini mimi imeniguza kuliko watu wengine, na maisha itakuwa rahisi, na after all they will be able to overcome and move on with life. Najua hata wewe vile na yeye alikuja pass, najua kuna venye pia wewe umepitia. Would you mind sharing with us ile journey ulienda after, ama vile aligojeka sasa ndio ifike mahali ilifika? How was it? Okay, ilikuwa Saturday. Hiyo date 8. Mimi nilishinda job. Lakini nilimwacha kama anaumwa na kichwa. Juu alikuwa anaumwa na kichwa, nikamwambia meza dawa. Mimi nikaenda job. Na hatukuongea na yeye hiyo siku. Mimi hata siku anajua ako kwa nyumba. Mimi wakati nili home nikamkuta ako kwa nyumba. Nikamuuliza, kwani haukutokea? Akaniambia, sikuweza, kichwa imeniuma sana. Nikamwambia before niingie kwa nyumba, toka tuende hosi. Akaniambia nimemeza tu dawa saa hii, wacha nigoje kama itaacha. Nikamwambia sawa. Mimi nikaingia kwa nyumba, nikakuta hata hajakula kitu, nikamtengenezea kitu akakula, akakunywa. Bado ananiambia kichwa inamuuma. Namwambia twende hosi. Ananiambia wacha tugoje. Wewe unajua wanaume. Wacha tugoje. Ama unajua kuna mtazamaji wetu anaweza shindwa, nimesema najua wanaume. Umeniuliza kama najua wanaume, nikasema wanaume hawapendi kuenda hospitali. Na mimi naweza wape advice. Please, wanaume jipende, mujipende. Ukisikia unaumwa pahali, enda hosi. Utengenezwe na umeze madawa. So tulisubuana na yeye hiyo siku. Namwambia twende hosi, anakataa. Twende hosi, anakataa. Twende hosi, anakataa. Mimi nikasema nitafanya aje Kathleen, na siwezi nikamchukua. So mimi nikamaliza kupika, tukakula, mimi nikaenda kulala. Nikamwacha siti, ndio alikuwa anaachwa siti na kiwatch movie hivi. Sasa hiyo siku alikuwa na watch movie? Alikuwa na watch though. Mimi sijui kama alikuwa na concentrate. Juu alikuwa anaumwa na kichwa sana. Na mimi nilikuwa nimechoka sana hiyo siku. So mimi nilimaliza kazi zangu, nikaoga, nikaenda kwa bed. Kitu saa 8 hivi nikaamuka. Nikakuta amekaa chini kwa bed. Bado anasema anaumwa na kichwa.
Nikamwambia situkimbia hapa Karuri. Akaniambia wacha kukue asubuhi. Yani hakuwa anakubali. Mimi sijui hiyo siku ilikuwa aje. Nikimwambia kitu hakubali. Nikamwambia hata kama ni usiku, we twende. Akaniambia we Rose, ngoja kukue morning. Mimi hata sikulala hiyo usiku. Tangu hiyo saa 8. Nikajaribu kutumia kaluma, nikamsugua kichwa. Ananiambia niendea kitunguu saumu, nikaendea, nikamsugua nayo huku nyuma. Nililala hivyo. Nikachukua maji na towel, nini hivi. Tulilala hivyo mpaka asubuhi. So ikafika saa 2. Nikamwambia we, amuka twende hosi, kichwa yako ni serious. Na I think ni pressure yako iko juu. Akaniambia mimi si umangu na kichwa juu ya pressure, sijui nini. Nikamwambia we twende hosi, ukafanyiwe matest, tujue ni nini shida. Na pressure ichekiwe. So tukaenda hapo Karuri Health Center. Tukakuta hakuna madaktari. Nikamwambia badala tugoje daktari aingie na ni Sunday, hujui kama daktari anakuja ama hakuji, wacha tuende private ingine. Tukaenda private ingine hapo karibu Karuri inaitwa Grace Home Clinic. Ni ya beste yetu. So wakati tulienda hapo, tukaelezea daktari. Sasa hiyo anaweza kutembea? Tulitembea na yeye. Bo hakuwa anakimbia. Nile kutembea tu polepole. Tulikuwa tunatembea polepole. So tukafika hapo Grace Home Clinic. Tukakuta daktari, akamwelezea. Huyo daktari akaanza kumpima pressure. Unajua hiyo kitu ya pressure ilikataa kupima. Tukajiuliza ni nini, shida iko wapi? Huyo daktari akaniambia wacha wewe nikupime. Tukifika kwa Stano inakataa. Juu hata Stano mwenyewe ndiye alikuwa anaambia daktari jina ya dawa. Juu alikuwa anajua majina yote ya madawa ya pressure. Akaambia daktari, akamwambia nipe hiyo, hata nilikuwa nimeambiwa na daktari ninunue. Akapewa 2 akameza. Tukaambiwa ati tugojea kidogo ifanye kazi ndio apimwe pressure. So wakati tulienda kugoja waiting room, Stano akazidiwa. Hakuwa anaweza hata kukaa venye nimekaa. Alikuwa anakaa hivi, anajaribu kulala hivi. Daktari akaona anasumbuka sana, akamwambia we kuja nikudunge sindano ya uchungu. Sasa tukaingia. Nikaambiwa nimsaidie alale hapo kwa kitanda. Nikamtoa viatu, nikamtoa shati yake, akabaki na vest. Nikamsaidia alale hapo kwa bed. Sasa akiwa hapo, daktari bado anajaribu kumpima pressure, inakataa. Inasema error. Tukastuka. Sasa tukakaa chini na daktari. Tukaanza kujiuliza ni nini shida ni nini. Nikauliza daktari, hamunanga ile mtu anasimama? Kuna kuanga na ingine mtu anasimama ya kupima pressure. Akaniambia hawana hiyo. So tukakaa kidogo. Daktari akaenda tena na akamwambia alirelax hapo. So wakati daktari alienda tena kumpima, ilikuja 250 something over 2, sijui over 117. Kwa hivyo at least ilikuwa imeanza kurudi chini. Oh my God. Kumaanisha ilikuwa imeanza kurudi chini vile mashini ilikubali kusoma. Na ni kama ilikuwa juu. Ilikuwa juu kiwango yenye mashini haingesoma. Yes. Sasa sijui kama Stano alistuka juu ya kuambiwa hivyo na haijawahi fika hapo. Ni yeye aliuliza ama ni daktari tu aliona mwambie? Daktari si anaongea tu na ako hapo amelala. Sijui kama ni kustuka alistuka. Ama sijui ni nini. Juu hakukaa sana. Wakati tu aliambiwa iko 250 something, hakukaa. Ni kama second. Tukaona
hata sijui kama nitawahi sahau. Mliona nini? Juu mimi nilikuwa nasema ni stroke inamshika. Juu kuna vinya alifanya mkono hivi, mkono ya right na akatoa voice. Hii ya right. Na akatoa voice. So mimi akili yangu ilisema huyu ni stroke inamshika. So mimi nikasema duru huko, nikaita daktari. Daktari akakimbia, wakaanza kumsaidia hapo. Kumbe hiyo time ni kukufa, alikuwa anakufa. Na hatukujua. Although mimi sikujua, daktari wanajuanga. Juu daktari alituficha. Sasa hiyo mko hapo naye bado ama? Sasa hiyo tuko na yeye hapo na daktari. Sasa ni mimi na daktari wawili. So mimi wakati niliona venye alibehave, nikasema wacha nipigie sister yake. Mimi nikachukua simu, nikapigia sister yake. Anakaa Denderu. Sasa huyo sister yake, juu yeye ako mbali, alipigia sister yake mwingine. Juu yeye ako karibu na hapo tulikuwa hosi. Sasa huyo ndiye alifika wa kwanza. Yeye akaomba. Mimi nikulia tu, sijui nilikuwa nafikiria nini. Nilikuwa tu naambia Mungu amkumbuke tu, ampe another chance. Nilikuwa tu naongea hivyo nikilia. Sasa kutoka hapo daktari wanajaribu tu kumsaidia. Sasa kutoka hapo sister yake akaniambia let's tumchange. Sioni kama wanamsaidia, wacha tumchange. So sasa sisi tukatoka nje mbio kutafuta gari. Tukakuta mtu mwingine ameleta familia yake hosi. Tukambembeleza, tukamwambia wewe tupe tu gari tupeleke Stano hosi. Na huyo alikubali na abarikiwe pale yako. Alikubali, akaambia wife yake na watoi wagoje tumsaidie. So wakati tuliingia sasa kuenda kuchukua Stano, ndivyo daktari alibreak news. Akasema Mwalimu Stano is normal. It was a dark Sunday. Sasa kutoka hapo, sijui watu walijuaje, kukajaa watu hapo. So umesema it was a dark Sunday, nikakumbuka na nikakuelewa kabisa kwa sababu ni kitu nimepitia. That moment huwa inabaki kwa mind yako kama ka video, hata kama umefunga macho unaona kama ndivyo ina happen, lakini at least Mungu huwa ana to rescue kutoka kwa hiyo station. Na hata ukikumbuka hata kama hako ka video kana play, haukumbuki na uchungu kama yenye ulikuwa nayo hiyo siku. So after watu kuja hapo, watu walikuwa wanamuona juu hawakuwa wanaamini. Walikuwa tu wanamuona. Alafu after that tukampeleka mochari kwa Nazareth. Sasa kuanzia hapo ni kawaida tu mkaanza matanga. Vile ulienda nyumbani, nani aliambia watoto? Okay, mimi hata sikurudi kwangu. Tulienda wakati tulitoka mochari, nili home tu kwao. So na watoto walikuwa wapi? Watoto walikuwa kwa nyumba. Tulikuwa tumewaacha hiyo 8 am kwa nyumba. Wamelala. So mimi nilikuwa tu nalia, najiuliza nitaenda kuambia watoto wangu aje, na venye walikuwa na yeye usiku hapo. Mimi sikurudi kwangu. So sister ya Mwalimu Stano ndio waliendea watoi. So kwangu. Lakini my firstborn alikuwa ameanza kufikiria kitu. Juu pale tunakaa watu walianza kukuja kwangu. Wanapata hauko? Wanapata siko. Wanaambiwa watu wanakutana kwao home. So baadaye ndio niliuliza mtoto wangu huyo firstborn, nikamuuliza hakuna kitu ulikuwa unafikiria hiyo daddy alipass wakati ulianza kuona watu wakikuja home? Kaniambia mimi nilikuwa nashindwa sana kwa nini watu wanakuja kwetu. Nilikuwa nafikiria kidogo lakini singesema. So wakati sister yake aliendea watoto wangu, ni kama huyo mkubwa alikuwa
ana feel. Juu alianza kulia akiwa kwa barabara. Nani? Sisa ino? Mtoto wangu. Wakati walikuwa wanakaribia kuingia kwao home, mtoto wangu alianza kulia wakati wako kwa hiyo barabara ya kuingia home. Juu aliona magari mingi, watu wengi. Sasa alianza kulilia hapo akisema, nataka dadi. Nataka dadi. Na ndio alikuwa amefikiria nini? Sijui na hajaambiwa. Nataka dadi. Nataka dadi. Mpaka kwa nyumba, juu mimi nilikuwa sitting. Bado alikuwa analia. Akisema, nani atakuwa ananilipia school fees? Nani atakuwa ananilipia? Nataka dadi. Nataka dadi. Alifanya tulie tena. Lakini tutasemaje? Inakuanga uchungu. Ni vizuri alilia. Hata nilikuwa namwambia, wewe ukisikia kulia, wewe lia. Sasa ikaendelea hivyo maombolezi, mazishi. Wewe ulikuwa aje sasa hivi time ilienda ikisonga? Sasa nikwambie tu kweli Catherine. Mimi nilikuwa naona kama niko kwa ndoto. Nilikuwa nasema nitaamuka. Sikuwa naamini. Acha tu niseme ukweli. Uliamini at what point Sikuwa naamini. Ulikuja ukaona ni ukweli lini? Wakati nilimuona wakati wa mazishi. Hapo tu ndio niliona. Alafu nikajiuliza hiyo time ya maombolezi, nilikuwa najiuliza, yani bwana yangu ako kwa freezer. Anaweza kuwa kwa freezer na ako uhai. So ni kama nilikuwa nakuja nikiamini venye siku zilikuwa zinaenda. Juu nilikuwa nasema mtu hawezi kuwa kwa freezer kama ako uhai. Sasa wakati ulikuwa unapitia hayo, ni akina nani walikuwa your support system? Okay, kulikuwa na watu kwa nyumba. My friends na masista zangu. Hawakuniacha nyuma. Walikuwa hata wanalala huko. Na wacha tu nikwambie, afadhali ukose watu wakati wa maombolezi, upate watu after mazishi. Najua kwa nini nasema hivyo, na reality ni kwamba sio mambo yote hufanyika vile sisi tunaweza taka, na ukweli pia ni kuwa watu wanakujanga hapo na wewe, wanakuanga hapo na wewe saa ile unaomboleza, kwa sababu wameitika huo mwito, wanakuja, wanakaa na wewe, wanakusaidia, wanakuencourage. Lakini saa ile mazishi itafika, sisi zote huwa tunarudi kwa shughuli zetu, na hata wewe mwenyewe ukijiweka kwa viatu za hao watu wenye walikuwa wanakaa na wewe, watu wanakuanga wanangojea hiyo siku ya mazishi ipite ndio na wao waende warudi kwa shughuli zao. So the best thing ni ku appreciate ati ile wakati ulikuwa chini sana, kuna wenye walikuja wakakaa na wewe, wakakusaidia, na ilifika wakati wao kurudi tena kwa yale mambo walikuwa wameacha, wakakuja kukaa na wewe kwa sababu ya kukupenda na kukujali. So that is a bitter reality that we should all understand, that there is no other way venye inaweza happen. Kama mimi sister yangu alikuja na akakaa na mimi siku 3, na najua alikuwa tu anajiuliza nitamruhusu lini arudi kwa shughuli zake. So that is the reality, Rose. But I thank God you're okay now. So bali imefika na another new life ikaanza. Sasa hapo ndipo life ilianza. Imekuwa aje? Ngumu sana. Very hard. Kifo si rahisi. Especially kwa mtu uko close na yeye. Si rahisi. Na wale watu hucheka mtu kama amekufiwa. Jihadharini sana. Juu kuna watu hucheka mtu. Kivipi? Kuna watu hucheka mtu amekufiwa. Acha tu nisemee, hakuna mtu anaobanga kifo. Inakutanga mtu. Ni nini imefanya useme hivyo?
Unajua hii life lazima kuwe na mahaters. Lazima kuna wenye wanaangalia waone vile utakuwa. Yeah. Kama utasimama. Hapo sasa umeongea. Utaanza kutembea na akina nani. Yes. Hiyo time ya maombolezi nilisikia mambo mingi sana. Alafu Catherine, kitu nilisoma, bwana ya mtu akikufa, society ina blame wife. Why? Unaniambia ama unaniuliza? Nakuuliza. Kama unataka kuniambia. Nakuuliza. Unajua, it is good to appreciate that we are Africans and we are in Africa, where in most cases huwa hatukubali ya kwamba there is natural death. Hata kama tuliona mtu akigojeka, akienda chini na ugonjwa, wakati atakapokufa, tutaanza kutafutilia ni nini inaweza kuwa ilimuua, na inategemea na wenye wana surround huyo mtu, zile ideas watakuja nazo. So it is not about us to join them in their argument and looking for the cause of death. It is about us to reflect on ourselves and the relationship we had with that particular person. And if you are clean with yourself and with your God, you should not worry about what people will say, because they'll say if they want to. So naweza ambia watu wasisumbuke saa ile watu wanaanza kusema ati wewe ndiye uliua mwenye alikufa. Bora tu wewe unajua sio wewe. Let life not stagnate there. Correct your pieces and move on. So life imekuwa ngumu sana. So nikwambie tu kweli. To lose someone, it's not easy. And especially mtu mwenye mlikuwa mnaishi vizuri na yeye. Tumekaa na yeye over 15 years. Na mtu uko na watoto wake, huwezi ukamsahau. So life haijakuwa poa. Though Mungu anaendelea akinisaidia tu kila siku. Yeah. Na ataendelea kukusaidia. Ni wengi wamepitia hapo na wamesimama. Tayari umesimama wewe. Uko na nguvu, unaonekana you can smile, you can narrate that story ukiwa na nguvu, na una encourage watu. Una encourage mtu mwingine, kwa sababu sasa ile mtu amepitia hiyo, unaonanga kama dunia yote iko na giza. Unashindwa asubuhi itafika saa ngapi. Lakini kwako at least naona asubuhi ilifika, na unaendelea na mchana wako ukiwa na Mungu. Na hata kama kuna mambo gumu, wewe usimame tu vizuri kama mama watoto mzuri, kama mtu respect mtu wa kupewa heshima, na pia mtu anajua uko na watoto unalea. Wacha kila kitu yenye unafanya unakuwa unakumbuka hao watoto, wewe ndiye baba, wewe ndiye mama. At least for now hawajui mtu mwingine, ni wewe wanajua. Na Mungu atakupea nguvu, kwa sababu huwa haachi mtu. Wewe unafanya tu part yako, na hapo pengine tu utakuwa unamuona anakuja in his own way, na mambo yako inaendelea. Mtoto anaendelea kukua, si huyu amefanya class 8, si amefanya. Ataenda form 1 kwa imani. Amen. Na atasoma na hata haikumbuka ati dadi hakuwa nilipia school fees kama hivyo vile alikuwa anasema akilia. So nikikuangalia hivyo naona Mungu amekutia nguvu. So Rose, vile Mwalimu Stano alienda na yeye ndiye alikuwa the main breadwinner, umekuwa ukifanya nini na maisha yako? Before ama after? Saa hii after. Hata before nilikuwa I'm beautician. Huwa natengeneza nails, mambo ya massage, makeup, facial, hiyo yote huwa nafanya. Na bado nauza wigs. Yeah. Unauzianga akina nani? Kwa sababu mimi hujaniuzia. Tuko na shop kwa Tao, huwa nauza online. Uonange kwa status zangu? Nilikuwa nafikiria utaniletea moja. Atubaki tukiongea. Huwa naleta mtu akioda. Yeah. Ni vizuri at least ujimarket vizuri. Kwa sababu sasa tuko digital.
na hata kama huwa naona haiku click, unaweza kuja nayo uniambia Catherine, ndio hii naona kama inakusuti, na most likely hautarudi nayo. Lazima mtu aone kwa status, aseme anaitaka, juu nawekanga mingi. Client anachagua, anasema nataka hii, namwambia bei, namuendea tao, nampelekea. Nakuelewa sasa. Siwezi leta. Nakuelewa sasa, lakini sasa vile unajua, for example, unanijua hivi na umesema wewe ni beautician, huwezi kosa kujua yenye inanikalia smart. Naweza tu nitumia kapicha, unaniambia Catherine, inaona kama inakukalia smart, ama unaweza introduce rafiki yako. Hivyo na tutajagana. Hii maisha ni kusaidiana. So mtu akikutaka atakupata aje? Naendanga hadi mobile. Ndio nasema kuna ile contact unaweza peana, yenye mtu akitaka wig anaweza kuitisha, ama hata akitaka makeup, akitaka hizo vitu na beauty, mtu anaweza kupata aje? Nitapeana contact. Tutapeana hapa kwa show. Sasa Rose, vile Mwalimu Stano alituacha, umekuwa ukifikiria aje kuhusu kuendeleza hiyo kazi yake alikuwa anafanya? Kwa sababu ilikuwa inatu encourage, ilikuwa inatu keep company, ilikuwa inatu entertain, ndio at least hiyo vision yake isikufe. Na pia nikuulize, were you part of what he was doing, ama ulikuwa tu una watch kama sisi? Okay, Mwalimu Stano, hizo clip alikuwa anatengeneza, hata zingine alikuwa anatoa kwangu, na zingine anatoa huko kwa marafiki. That's nice. So nilikuwa nampea ka story hivi, ananiambia hiyo nitaifanya comedy. So naweza sema mlikuwa mnafanya pamoja kama familia? Tulikuwa tunafanya pamoja, lakini si ati ni mimi kabura. Hapana. Naelewa, ulikuwa nampea clip. Na fix nini zake. Sijui zinaitwa nini, hizo naita nini. So una plan gani ya kuhakikisha hiyo vision haitafifia, itaendelea? Hiyo, I'm working on it. Vile Mungu atanisaidia. Kwa hivyo we keep tuned in to your show. Mlikuwa na YouTube channel? Inaitwa aje? Labda pia our viewers wanaweza angalia hapo na wapate hizo comedies mkiendelea kupost. Una search tu Mwalimu Stano kwa YouTube. Okay. Zitakuja mob. Guys, watch, share, subscribe. Watoto wangu wapate food. Kabisa. Lazima Mungu atapitia kwetu sisi binadamu. Tukiwatch, tukisubscribe, tukilike, tukiview, tukikuwa entertained, tukikuwa empowered, tukikuwa educated, pia na wewe upata kitu. Ndio watoto wasikose baba yao, waendelee kusoma vizuri, waendelee kuishi maisha tu hata better than yenye baba yao aliwapea, kwa sababu pia yeye alikuwa anakaa akiji-upgrade. Tunaamini yatima na wajane ni wa Mungu na hamtalala njaa kwa sababu baba yao hayuko. Amen. Amekupea hiyo nguvu yenye uko nayo saa hii ndio uweze kusimama tena, kuendelea na maisha na kuhakikisha watoto wako hawataona hilo pengo, kwa sababu hilo pengo ni Mungu anajaza. Na tayari namuona katika maisha yako, hata kama sijaona watoto, I know you are reflecting their image also. Mungu akusaidie sana ukiendelea kusimama kama baba na mama kwa hao watoto. To our viewers, please continue supporting Rose by subscribing, viewing, commenting and sharing their videos with your families and your friends. And continue also watching, because we are going to be discussing those clips and maybe trying to see what impacts they have in the society. So expect more from that channel as we continue. And also for the Ekaterina show, thank you for the support that you have continued showing us. You have been commenting, sharing, liking, and watching. Please continue doing so with your family and friends. And also continue tuned in for more videos to come. Thank you so much.